Kuna kuomba toba ili kuachiliwa kwa uovu wako, na kuna kuihusisha toba kuondolewa kwa mapigo ama matokeo ya kile ulichofanya. For the plagues to be taken away from you. Okay, ndio tafsiri ya andiko hili. Hii ndio maana ya ile. Akusamee maovu yako yote, He forgives all na your iniquity, kukuponya na magonjwa yako yote. Hii toba inaenda inazuia kudai kisasi cha damu. Hii toba inaenda inazuia, inaondoa. Hapa tunaombaje sasa? How do we pray here? Ngoja nikupe siri moja. Let me tell you one thing. Kila inapotokea damu kumwajika, whenever blood is shed, hasa ya mwanadamu, especially a human blood, kuhusishwa kwa damu ya Yesu katika kusafisha ndio njia kuu ya kuokoa. Association with the blood of Jesus is the only way to be saved. Neno la Mungu nasema na damu ya Yesu, the word of God says the blood of Jesus, damu ya Yesu, the blood of Jesus inenayo mema speaketh good zaidi ya damu ya Habili. More than the blood of Habili Abel ndiyo mwenye haki wa kwanza aliyeuawa. Is the first righteous one to be killed. Kwa hiyo damu ya Yesu, so the blood of Jesus, ina uwezo wa kutusafisha. It has power to cleanse us. Na madai ya damu zote zilizomwagwa with all the demands of ziwe all the zenye blood that haki na zisizo na haki. The righteous ones, all not righteous. Kwa hiyo kwenye level hii, in this level, baada ya kukubali after agreeing makosa na kukiri makosa yetu mbele za Mungu, cha tatu na cha mwisho, and number 3 and we the plead last, the blood of Jesus. tunaitia damu ya Yesu inene mema, to speak good, isafishe, to clean. Kama iliweza kunena mema zaidi ya damu ya Habili, it was able to speak good more than the blood of Abel, it should stand, itusafishe sasa, to cleanse us now, isafishe ramani ya Tanzania, to cleanse the map of Tanzania, isafishe ofisi za serikali, to clean the offices of government, isafishe makanisa, to clean the churches, isafishe mikono yetu, to cleanse our hands, isafishe, to clean. Anasema naam, dhambi zenu japokuwa nyekundu kama bendera, nitazisafisha na kuwa nyeupe kuliko sufu. As a snow. Hiyo ni kazi ya damu ya Yesu. That is the work of the blood of Jesus. Ndio maana Daudi anasema kwenye Zaburi ya 51, that's what David says in Psalm 51. Unioshe, you cleanse kwa isopo. With the blood. Anatumia neno isopo. He uses his kwa sababu isopo ndio ilikuwa anatumia kwa ajili ya utakaso. Kama angekuwa katika nyakati hizi, angesema unioshe kwa damu yako. You cleanse me by unioshe taifa la Tanzania kwa damu yako. Uoshe mipaka ya Tanzania kwa damu yako. Hebu kama unanielewa, punga mikono yako hivi. If you understand me, wave your hand like this. Hiki ndio kipengele kitakachotuokoa na mapigo sana. This is the part that is going to save us with the 7 plagues. Damu ya Yesu, hiyo damu ya hiyo damu ya usafisha kabisa. Kama ulikuwa unafikiri inasafisha dhambi ulizotenda peke yake, hata nikuonyesha kwamba damu ya Yesu ina access ya kufuta madai ya damu. It has access to delete the demands of the blood. Kama kanisa tumejua wajibu wetu. As a church, have we known our responsibility? Sasa no. Niombe serikali. I ask the government. Na hii ni kwa serikali yenyewe. And this is to the government itself. Hakuna hekima iliyochelewa. There is no any late wisdom. Hakuna namna kwenye maisha yako utafika mahali ukasema hekima imechelewa. There's no way in your life you can say your wisdom has been late. Can never be late. Hekima haiwezi kuchelewa. Ukisikia mtu anasema hatutaki kusikia, wameshachelewa, unajua unaongea na mpumbavu tayari. Know that you are speaking to a fool. If you get chance to repent, ukipata nafasi ya kutubu, repent from where you are. Tubu kuanzia pale ulipo. Toba iliyochelewa ukisha kufa. Late repentance is when you are dead. Unaishi hivi. But when you are alive, pambana. Fight. Ni kuhakikishia kwamba let me assure you that Mungu asingetaka hayo yote unayoyaona yaonekane. If God did not want all this to happen, nataka nikukumbushe, I want you to remind no matter how devil is involved, God is concerned over every situation. Mungu anahusika katika kila hali. Wale ambao wamepata nafasi, all those that got a chance katika serikali wakati huu, in the government this time, naomba niwaombe sana. I want to implore you. Ni uongo kuamini wengine hampo huko, wengine mpo huko, mmeingia kabisa kama washirika na wakaribisha kanisani. Hii ni nyumba ya Mungu. You welcome to the house of the Lord.
Niwaombe sana. I implore you a lot. Hakuna hekima iliyochelewa. There is no any late wisdom. Jambo la pili. Number 2. Hekima hii ambayo Mungu atatusaidia kuwa nayo, this wisdom that God will help us to have, itusaidie kutufikisha katika rehema. help us to take us to a dimension of mercy. Moja ya eneo kubwa na la kiwango cha juu cha hekima juu ya wanadamu, one of the greatest extent of man's wisdom, ni rehema. is mercy. Yeyote anayejua kusamehe ni mwenye hekima. Anyone who knows how to forgive, he is. Hekima itokayo juu, Mungu In the book moja of ni Jacob safi, says the wisdom that comes from above imejaa matunda mema, is pure. It is ina full of rehema. fruits. It has Kwa nini mercy. rehema inafungamanishwa na hekima? Why mercy is associated with wisdom? Kwa sababu ni wenye hekima peke yao. Unaona? Because it's only the wise. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, But the wisdom that is from above is first pure, tena ya amani, peaceable, ya upole, gentle, tayari kusikiliza maneno ya watu. willing to yield, Ona hapa anasema imejaa full rehema. of mercy. Moja ya kiwango kingine cha kujipima kama ni mwenye hekima. One of another dimension to measure yourself that you are wise. Check the dimension of your mercy. Angalia kiwango cha rehema. Wewe angalia watu wamekaa kwenye ndoa zao, sio ukafikiri tu wamekaa kwa sababu wamekaa. Hekima ziliwaamrisha wakati mwingine kusamehe mambo ambayo yalikuwa hayasamehe. Ndivyo Mungu analiomba taifa, na hasa waliopata nafasi ya kiongozi. God is asking the nation, especially the ones that have got positions, kuitumia hekima to use wisdom kama eneo maalum sana as a la special area kimsamaha of forgiveness ama rehema. or mercy. Tujue ya kwamba To know that hekima haina mashindano. wisdom has no any competition. Hakuna mwenye hekima There is no one with wisdom mwenye mashindano. that has competition. Mungu awasaidie viongozi May God help the leaders kufanya sasa, to do now, si tu kwa sheria not only by law wala kanuni za nchi, or the country's principles, bali kwa tamaduni zetu but by our own traditions tulizozizoea. that we are used to. Nchi inaongozwa kwa sheria, The country is led by laws, kanuni, traditions, taratibu procedures, na tamaduni and traditions za nchi husika. of this certain Hapa country. tulipofika, Here that we are reached, tunahitaji kurudi kwenye tamaduni we need zetu. to go back to our own traditions and customs. Hatukuzoea We are not used mashindano, competitions, kumwagika kwa damu, shedding of blood, visasi. revenge. Sheria ikiamua, When the law decides, taratibu zikaamua, procedures decide, tukaenda mbali zaidi, we go far kanuni beyond, zikaamua, guidelines weza kawa decide, kweli watu ni watuhumiwa 100%. we can be all convicted Lakini 100%. utamaduni tulionao But the traditions we have, unaweza ukatuvusha it can take us kutoka hapa afar tulipo from kwenda where we mbali. are to another place. Wangapi wamenielewa nilichosema? How many have understood what I've said? Naomba sana, I ask you a lot, si tu kwa sheria, not only by laws, taratibu guidelines, ama kanuni or procedures tulizojiwekea kama nchi, that we have put ourselves as a country, bali tamaduni tulizokuwa nazo but traditions and customs that we toka have huko tulipotoka from where we come from. zinaweza kutuvusha They can take us afar kutoka hapa tulipo from where we are kwenda mahali to pengine, another place. na Mungu atatusaidia And God will sana help us a lot kwa sababu anaipenda Tanzania. because He loves Tanzania. Natumia pia nafasi hii tena I use this time also kwa niaba ya kanisa on behalf of the church kabisa. completely. Nimesema I say hekima pia imejaa rehema. wisdom is full of mercy. Ukilichunguza kanisa vizuri, huwezi kukosa makosa walioyafanya. When you Yapo investigate waziwazi the na church, yanaonekana. Kwa niaba ya kanisa, On behalf of the church, ninaiomba kabisa serikali I ask the government ilisamehe to forgive her na ikubali kuingia ushirika and to agree to enter into association na kanisa with the church kabisa, completely kutoka moyoni. from my heart. Narudia hii kwa msisitizo, I repeat with emphasis, kwa niaba ya kanisa, on behalf of the church, serikali ilikubali tena kanisa the government should accept again the church na kuliamini kanisa. and believe the church again. Haijalishi ni mambo mangapi yameonekana watu wengine wakiyasema na kuyafanya, It doesn't matter how many things have been seen that other people are doing. ni sehemu ndogo sana ya kanisa. It's a very small part of the church.
Wako wazee wenye hekima. There are elders that are wise. Wako watu Mungu aliowaweka ndani ya kanisa. There are people that God has put in the church. Serikali isichukulia vijana wanaonyanyuka tu kwenye mtandao, ametoka huko amevaa na tabiri akafikiri ndio kanisa. Kanisa lina zaidi ya hapo. The church is more than that. Kwa niaba, on behalf ya makanisa of churches, yako makanisa mengine yameonekana yakuwa sawa. There are the churches that were seen that they are not mengine okay. yametafsiriwa kabisa kiharakati. Others were translated as activism. Yamkini kweli kabisa. Perhaps it's true. Na wengine hata walikuwa wanafanya na wengine huko hawaelewi. Wanaona kama ni kitu cha kawaida. They do not understand. They feel that it's normal. Serikali ikubali kuliamini kanisa. The government should accept the church again. Na kanisa pia liache lisizire, lisitaki kushindana, yani hakuna nguvu ya kushindana kati ya serikali na kanisa. Hatujengi, tunabomoa. With the government, we are not building, but